kufa na kulaani. Kama kuna mtu alikulaani, mimi nakuja kukuondolea laana, na sasa hivi ninaenda kuwekea uzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu Moizi alikuwa na mamlaka juu ya Israeli. Utaelewa ya kwamba Israeli ni watoto 12 wa Yakobo ambaye aliwazaa, na ndani yao ndimo mlitokea ile taifa ya Israeli. Biblia inasema kwamba Yakobo alikuwa ni baba juu ya Israeli, lakini Musa alikuwa ni nabii mkubwa juu ya Israeli. Na Biblia inasema ya kwamba hapajawahi kutokea nabii wala mzazi mzuri kama Musa, kwa sababu ni nabii mkubwa ambaye hata mbingu zilimshuhudia. Naye mwanaume akakamata neno, akakamata uwezo ya kuondoa laana ambayo waliiwekea Rubeni, kwa sababu roho ya kimungu ilikuwa ndani yako. Pana watu walikuwa wanaweza kuwa walikunenea maneno, ni watu kawaida, ni watu kama baba, lakini Mungu akitokea lazima aondoe ile laana walikuwekea, na anakupa tena uzima ambayo ilipoteaka zamani. Na magharibi ya leo naweka mkono yangu juu, kama kuna watu walikulaani na tayari wameshakufa, na kuja kwa manabii kwa magharibi ya leo, nami ninaweka uwezo wa Mungu juu yako, nami ninaweka nguvu za Mungu juu yako. Vitu vyote ulivyovitembea ndani kama laana, leo Bwana anaenda kukuondolea navyo, na utaishi tena kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu Bwana anasema mwenye haki wangu naye ataishi kwa imani. Kwa hiyo amka wewe, usinzie, maana Bwana yuko upande wako. Yesu akawatuma hao wanafunzi wawili. Jambo aliwaambia, akawaambia mtakuta punda na mwana punda wamefungwa, na kama mtu akiwauliza neno, semeni mimi Bwana ndio mimi nahitaji huyo punda. Kwa sababu gani? Kwa sababu siku yote utainuliwa, siku yote utapata baraka za Mungu. Kama watu hawaulizane juu ya zile baraka ulipata, maana yake hazikutoka kwa Mungu. Kila kenye kilitoka kwa Mungu lazima watu waulizane juu yako, kwa sababu kinakuwa kitu cha kushangaza. Biblia inasema punda alikuwa transporter wa mizigo Mwegypte. Punda alikuwa ni mtu wa kudharaulika sana, na walikamata wakaenda kumfungia nafasi ambapo hawezi kupata hata chakula. Na pana watu wanaishi kama huyu punda, maisha inadharaulika, wanapogusa hiki na kile akiendeke, tayari wamekisha kufungwa kwa minyororo ya shetani, na hivi vinafanya kwamba wao wasingeliendelea. Na tazama, Yesu ametuma vitu viwili kwako. Agano la kale lilikuja kwa ajili ya kuhukumu, lakini agano jipya limekuja kwa ajili ya kuokoa. Na hapa Mungu akawatuma watu wawili. Walikuwa wawili, lakini wote hawakuongea kwa limoja. Ilibidi mtu mmoja aongee, na wa mwisho ndiye atakia conclude. Huyu wa mwisho kazi yake ilikuwa ni kufungua. Pana mtu alikuja kwa kuongea, lakini pia pana mtu alitokea kwa ajili ya kufungua. Na agano la kale, pana mkono ulitokea kwenye ukuta ukaandika mene mene tekeri, halafu ukarudia, ulikuwa ni mkono wa kuongea. Tena ukashuka kwa amri 10 ukaandika, na tena ukapotea. Lakini agano jipya, mtu ambaye alikuwa na kufungua ni Yesu Kristo. Aliishi na wanadamu baada ya miaka 33, halafu akaondoka, na akasema juu ya mwamba huu nami nitalijenga kanisa, na wala misingi ya kuzimu haitalishinda. Mwamba ni nani? Ni mimi na wewe ambao Kristo amewakuta, na juu yetu akaweka ufungulivu. Na akasema vyote mtavifunga hapa duniani, mbinguni vitakuwa vimefungwa, na vyote mtavifungua hapa na hapa duniani na mbinguni vitakuwa vimefunguliwa. Kwa hiyo nakuletea ujumbe wa magharibi ya leo. Kama kuna vitu vilifungwa ndani ya maisha yako, Bwana amekuja kuvifungua. Pana watu wameingia ndani ya wokovu, lakini wokovu yao hauitiki. Wanapotaka kutembea sawa sana mapenzi ya Mungu, mizimu yao ya familia inawakataza na waambia, baba yako hakufanyaka hivi, mama yako hakufanyaka hivi. Sasa wewe unataka kufanana nani? Na kuja kukuambia leo,
Wewe uko tofauti na watu wa jamaa yako, kwa sababu aliyekaa ndani yako ni mtu ambaye ana uwezo ya kufungua vitu ambavyo vilifungwa ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema hii ya Mungu ambayo imetutumia kwa magharibi ya leo ikutumie na wewe, ikufungue pote